Igoya. Mkuu, mbona ni kikao cha ghafla sana? Alafu leo ni siku ya mapumziko. Vipi, kuna tatizo gani? Ni kweli kikao cha leo ni cha ghafla sana. Ni kuna ugeni umeingia katika himaya yetu, na huo ugeni unaonekana na nguvu sana, na sawa mzuri katika upande wetu. Ni kweli mkuu unachokisema. Huo ugeni hata mimi nina taarifa nao. Amekuja kuniambia mlevi mmoja tu ambaye ameniambia huu ugeni mtu mmoja ambaye amewakaribisha anaitwa Kawamba. Sawa, shirika wenzangu, tumediscuss kuhusu hilo. Vipi, hatima yake itakuwaje? Inabidi tuishi katazari katika himaya yetu, maana huyu mgeni atakuja kutuharibia mambo yote mengi sana. Lakini mtu uogope, kwangu ni kitu kidogo sana. Ni kweli mkuu unachokisema. Inabidi tuwe makini, maana tutazalilika. Nyenge Igoya, nyenge Igoya, nyenge Igoya, nyenge Igoya. Saizi shemeji. Shemo safi. Za masiku. Wewe shemeji mnafiki sana. Mbona niuliza mimi siku? Wewe unajua ulichokifanya shemeji? Wewe unajua ulichokifanya? Wewe si ndio umemuua ndugu yangu wewe. Wewe mama mbaya wewe, umemuua ndugu yangu mwenyewe kwa nipa vitu. Tunaenda tuna enjoy si life, no? Sasa wewe umekuja umemuua. Afu unauliza mimi sasa hivi ninakusaidia nini? Hivi shemeji, hivi unajua kwamba unanikosea sana? Alafu alikupa hizo taarifa kwa mimi nimemuua mume wangu nani? Hivi kwa nini unanifanyia hivyo? Au kisa mume wangu hayupo? Mbona enzi za uhai wake ulikuwa unaishi naye vizuri tu? Au kisa yupo ndio unanifanyia hivyo? Ujue sipendi na ninakuheshimu sana. Hayo maneno yako unaoniambia naomba ujishikilie. Nakuheshimu shemeji. Okay, enough. Jambo moja, sawa. Nisamee mimi. Ila ujue shemeji, sisi tunasema ukweli, tunasema kutoka moyoni. Unasema nani hapa? Sema wewe unajua kama unakuonea. Mnatunyanyasa. Ila shemeji wewe, mimi na wasiwasi. Iko kitambi chako kama hajakuridhisha dofisi la sijui. Maana kipo tu kinaelea. Mwaka wa 10 ujifungui maskini. Eti wewe shemeji wewe mchawi wewe. Shemeji, mimi nakwambia Mungu atawalipia. Tena sasa wewe laana hapo ndio nakutafuna. Maisha yako yote ulevi. Huna hata maisha mazuri. Unatapanya tu mali. Na bado laana hii itaenda kukutafuna hivyo hivyo. Na bado Mungu atawalipia wote ambao mnanifanyia mabaya. Wewe mtu tumbo kubwa, hata ajifungue. Shida nini? Huyu mimi nahisi tumboni anapetulisha tofali njanja. Maana tumbo inakuwa hivi. Maskini wa Mungu.
Duli Mjeshi. Baba. Upo baba? Nipo. Ndugu yangu, leo ndo nimeamini kweli binadamu tunakutana ila milima haikutani hata siku moja. Duli unajua umedimika sana ndugu yangu hapa kijijini. Upi baba? Ndugu yangu, yani huwezi kuamini. Hapa kijijini kweli niko sipo. Si unajua tena sisi wanajeshi ndugu yangu nimepata kazi huko kwenye vita tumeenda kupambana huko nchi za nje ndugu yangu ndo nimerudi. Siku sio nyingi sana. Duli. Kwema lakini ndugu yangu. Kwema sijui wewe mambo mengine hapa kijijini. Mimi namshukuru Mungu tupo salama salimini. Sijui wewe huko. Mimi alhamdulillah mimi namshukuru Mungu. Ila Kawambwa, yani leo nashukuru sana nimekutana na wewe. Maana nilikuwa nakutafuta ndugu yangu. Si unajua hapa kijijini tunaishi watu simu hatuna maongezi. Mawasiliano hatuna nimekutafuta sana ndugu yangu. Wanajeshi wazima sisi unaona kofia hizi. Lakini simu hatuna ndugu yangu. Bwana kuna taarifa mimi nimezipata hapa kijijini. Ndugu yangu, taarifa gani tena hizo? Yaani hizo taarifa ni kama zifuatazo. Duli Mjeshi huyo. Bwana G. Haya. Vipi bwana? Maana kuona una dash tangia kule na kuona unaenda unarudi vipi tayari au? Sijalewa, sijalewa. Umeona? Wewe Duli. Unaonekana kile kijiji. Bwana, mimi niko posipo nimeenda huko vitani huko. Huko nimeua watu, au nimepiga mijegeja huko. Lakini kila nikipiga risasi nikawa nakukumbuka bwana, nakumbuka ile miuno yako. Aga. Sikiza kidogo. Yaani katika kijiji hiki wewe ndo unanikosha, unanipa rami. Mbona usisimua? Yaani yani something be to be something that unanikosha wewe kweli. Wewe Duli. Mimi kuna kitu kinaniumiza sana kwenye moyo. Kitu gani kwa bwana wewe? Kuna kitu ni kikao nyuma nashindwa kuelewa. Wewe Duli, mimi unanielewa naongea? Nakuelewa. Sikia. Hapa mimi kwanza usinaelewa Duli. Mimi sijapenda kuelewa Duli. Unaona? Mimi mapenzi yamenitesa. Mali wameiba ndugu. Alima. Aliniacha jana sasa. Kuna kitu kingine kinanikera ndugu yako nani? Kawambwa yani kambwa anaitwa. Kawambwa. Wewe Kawambwa jitu kubwa mbavu hivi, jitu fulani hivi la miraba 8. Ile jitu ile. Stop kwanza. Umesema Kawambwa kaja na mtu mbavu. Vipi wamekubaka? Wewe Duli nawe kama okay now. Kiingereza you know haya katendaze. Kawambwa. Yule jamani mbavu hivi kajazia kakoma. Yaani mimi kwa kaka nikajua dofitra. Unaona? Unaelewa? Yes. Hapo sasa. Yule bwana yupo na wewe. Yule jamaa ngani mgeni. Kwa sababu mimi katika kijiji hiki sijaimuona kabisa. Sawa? Yaani unamaanisha kwamba Kawambwa kuna wageni kawaje katika kijiji. Alafu Kawambwa, mbona itaita wageni? Kumbe itakuwa babu yake hajamgaga historia. Kipindi hiko kuna mtu hapa alileta mgeni ninavyokuambia. Kijiji chote hiki majumba alibomoka, miti likahuka. Sasa kani kwa nini analeta wageni jamani? Au sio unaniongelea pombe wewe? Wewe sikia Duli mbona sio kuelewa mimi nasomaanisha. Mimi namaanisha vizuri. Kitu hapo, sawa? Unaniambia mimi sijui nini? Unaniambia hapa 200 sina nimeacha kule, sema baadaye nitakutafuta nitakupa hiyo 200. Alafu kitu kingine, kuna kitu unanikera. Yaani ukishalewa tu unaanza kupiga miuno kuanzia kilabuni mpaka nyumbani kwako. Wewe ndio atakubaishia wewe. Wanibaishie. Unaachia mzigo tu watu wale. Unajua? Mimi hapa dalili tu. Anamwachia Jesus Christ. Understand? Go. Go. God is blessing me, sawa? Understand? Me go home. Jembe juu, sawa, unaelewa?
Yaani siku huyu atakuja kumbaka kweli. Kwanza alianza huko kawambo asipi mbavu. Nikajua amekikamata nini amekifanya vibaya. Ila ukawambwa naye, mwana taita gani katika kijiji? Hayuko mbwa gani katika kijiji wa tajiji. Yaani wahitaji kabisa. Hawataka kuleta wageni. Toa taarifa. Sema nitamtafuta nitamwambia. Wewe nenda bwana. Ndakutia mikofi wewe. Ulevi nani? Bwana G huyo. Shirika la umbea duniani Shirawadu. So bwana G ndugu yangu, yaani usicheke kabisa. Yaani kwanza nakumbuka kipindiko mwaka 1680 huko. Kabla sasa tujazaliwa kipindiko mababu zetu ndio wanaishi katika kijiji. Bwana kuna mzee mmoja alimletaga mgeni. Kumbe hapo ugeni kwa sio mzuri. Basi mizimu ikamkataa. Kijiji kizima hiki nyumba zote zilibomoka. Yaani zote zilibomoka. Mikorosho na yote likauka. Ndugu yangu, kwa hiyo hata mimi mwenyewe nikasema huyu bwana sijakaleta mambo ya nyuma kabisa, mambo ya kale. Ndio maana nilikwambia vipi ndugu yangu, hao wageni vipi tena kijijini ndugu yangu, watambulishi. Dulu unaletea wewe story. Alafu sikia nikwambie, kweli mimi nina mgeni, lakini ugeni sio mbaya hapa kijijini. Alafu kingine, mbona bwana Jima mambo yake mimi siongelei? Mbona waganalewa sana na wanamfanya sana vibaya? Yesi ndio waganalewa makaliwa anaweka huku barabarani, kichwa anaweka kwenye majani. Si ndio wewe mbona sasa tuseme? Alafu sikiza nikwambie, kingine na wewe nakujua. Mimi nina mgeni kweli lakini naomba ishi hapa hapa. Sitaki nisikie sehemu yote na umeenda kuzungumza. Si unanielewa? Maana wewe ni mnafiki namaanisha. Mimi bwana mambo yangu sasa hivi sina ndugu yangu. Unaona hii kofia hii ina heshima kubwa sana. Nimepigana sana vita, nimeua watu wengi sana. Watu wengi kibao, watu 800 wananifuata peke yangu. Nikachukua mjegeje nikaanza kuwapiga. Kwa hiyo mimi siwezi ngasema mambo kama hayo. Mimi nina roho, nina kaba. Unaona kirudi deki. Mimi mambo nishaacha bwana ndugu yangu. Umeacha? Basi sawa, mimi acha nikachota zangu maji kwa mama Bonge, maana nilipotoka nyumbani hamna hata maji nyumbani kwangu. Basi haina shida. Ngoja mimi nifike zangu. Nilijua tu kwamba huyu sio binadamu wa kawaida, na nilimpa onyo na akakataa. Sasa nitamuonesha cha moto. Dada, mimi kuna mahali naelekea, sitochelewa kurudi. Kidawa, njoo kwanza. Mbona siku hizi sikuelewi? Una shida gani? Dada, mimi sina shida yoyote ile. Hauna shida
Unaweza ukaniambia kila siku usiku huwa unaenda wapi? Dada, mimi kwenye kipindi hiki nilikuwa nimebana sana na tumbo. Labda kama ulikuwa hujaniona ndani, labda nilielekea chooni dada. Alafu usinifanye mimi mtoto mdogo. Sijui unanielewa eh? Vile ulisema unaenda wapi? Dada, nilikwambia kuna mahali naelekea ila sitochelewa kurudi. Basi sawa. Nenda ila usichelewe kurudi, sawa? Sawa. Kichwa mbona kimeanza kuuma ghafla? Shida ni Mke wangu, unajua kila siku zinavyozidi kwenda nazidi kuwa mtu mwenye furaha kila nikilitazama ili tumbo. Kiukweli umeniheshimisha sana mke wangu. Siku so nyingi na mimi naenda kuitwa baba, kitu ambacho kitanifanya nitambe sana huko mtaani. Nilikuwa nakisubiri kwa hamu sana, ila namshukuru Mungu na kushukuru na wewe pia, kwa sababu unakwenda kuniheshimisha sasa, na muda sio mwingi nitaitwa baba wa familia. Mume wangu bwana, asante. Yaani hata mimi natamani hata huyu mtoto atoke hata leo, yaani nimuone kafanana na nani, wewe au mimi. Hapo kwenye kufanana sasa, mimi ningeomba aanze kufanana na mimi. Mimi sitaki mwanangu afanane. Asa sikia, tufanye hivi, mimi na wewe tusigombane. Akija wa kike afanane na wewe, ila akija wa kiume afanane na mimi. So baba yake atakuwa niko handsome boy nini, unajua. Ila mke wangu, kiukweli nakupenda sana sana, zaidi ya sana, na sitamani hapo baadaye kuja kukaa mbali na wewe hata kidogo. Maana hata sekunde moja tu nikiwa mbali na wewe najiona kama napepesuka hivi. Nakupenda pia mume wangu, tena zaidi ya sana. Kweli? Ndio. Basi tumuombe Mungu atupe uzima mke wangu, tusubiri kiumbe chetu. Sawa, ila mimi kuna kitu nimemisi. Kitu gani? Samaki. Samaki? Sasa samaki mbona ni kitu kidogo sana. Mimi nikitoka baadaye nitakuletea samaki. Sijui unataka samaki yupi? Nataka samaki mkubwa. Samaki mkubwa? Ndio. Usijali, wewe ndo fahari yangu. Chochote utakachokitaka wewe nitakitafuta kwa jasho na damu mpaka nikipate. Maana ukikosa kitu na ukasononeka, hata mimi nasononeka. Kwa hiyo usijali, baadaye nikitoka nikirudi nitarudi na papa. Kweli? Sasa uniamini? Mimi nakujua wewe, uchawahi kunikataa. Wewe siwezi kukataa. Na kukataa vipi sasa wakati umeona kabisa hapa? Inawezekana samaki huyo humtaki wewe, anamtaka huyo. Ndio, ulijuaje? Sasa nikikunyima wewe si nimemnyima na huyo sasa? Usijali, siwezi kusahau, nitakuletea samaki tena mapema, tena ikiwezekana nitakuja kumpika mimi mwenyewe. Utakuwa umefanya vizuri sana. Usijali mke wangu. Nimemkosea nini Mungu mimi? Kwa nini matatizo yote kila siku kwangu? Mume wangu amefariki kwa kutatanisha, nimebaki peke yangu. Ndugu zake wanataka kunisikia, wanataka kunifukuza hapa. Nikifukuza hapa nitaenda wapi? Na sina hata ndugu huku.
hii mimba sijifungui mwaka sasa. Kila mtu anipendi kijijini hapa, wananiita mimi mchawi. Ninakosea nini mimi? Mungu, naomba uniepushe hiki kikombe kizito ambacho nashindwa kunywa. Nimechoka mimi. Kuna muda natamani hata kujiua. Mume wangu, nimekukumbuka sana. Nimekukumbuka sana Ima, nateseka mimi huku. Ila naamini yote yataisha tu. Ipo siku. Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Leo nimekutana na yule mgeni ambaye tuliompa onyo. Nilitaka kuchukua onyo wake, ghafla akanipotea. Na yote ni kwa sababu ni wewe Kidawa. Umechelewa kutoa kafara kwa wakati, ndio mizimu imekasirika. Kazi yetu ndio maana imekuwa ngumu. Nakuelewa sana mkuu, ila naomba uniongezee muda, nitakuletea kafara yako. Kama unavyojua mkuu, katika familia yetu tumebaki wawili tu, na yule ndo dadangu ninayemtegemea mkuu wangu. Mimi naomba unipatie muda na nitakurejeshea kafara yako. Hapana! Haiwezekani! Wakati mimi nimemleta mwanangu pamoja na mke wangu, ulikuwa na furahi. Na tena ulikuwa unapiga nyimbo na mapiano. Mkuu, hakuna kumuongezea muda. Cha msingi ni kumleta dada yake na kumleta hapa ili tuweze kumla nyama. Lakini mkuu, mimi nina wazo. Kwa nini hiyo kazi usinipe mimi? Maana mimi hiyo kazi naiweza. Tena huyu anisumbui. Huyo ni Zuchu tu. Tena Nandi. Tena naiweza kwa ndani ya dakika moja tu. Unaweza kweli? Ndiyo, ninaiweza. Na tena nitamleta hapa. Wote mtamuona. Sasa kuanzia leo utaanza kumfuatilia yule mgeni. Na wewe, na ule muda nilokupa naomba utimize kafara kwa wakati. Tumeelewana? Sawa, nimekuelewa mkuu wangu. Nimeshukuru kuhusu hilo. Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Nyanya! Nigoya! Kaka Zizo. Kaka Zizo.
Kawambwa, kuna shida gani? Nimesikia kama unaniita. Ni kweli kaka nakuita. Kuna sehemu naomba tuelekee mara moja. Nilikuwa nimepumzika lakini, alafu mbona mapema sana? Kaka, nisikilize mimi, hamna shida yoyote. Naomba tuelekee.